funza kuhusu Elohim mwenye sasa huyu Pilato hakuwa amesikia habari zake. Tuendelee. However, his interference with the masses concerned me very much. Ila kuingiana kwake na umati iliniuza. And I thought that should this young man prosper, the weakening of our influence over Judea was inevitable. Utarudia. I thought, nirudie. Rudia. Okay, imeandikwa na herufi kidogo. Naona miaka inasonga. I thought. However, his interference with the masses concerned me very much. Ila uhusiano wake na umati ukaniguza. And I thought that should this young man prosper, nikafikiria huyu mwanamume barabara akizidi sasa na venye alikuwa anafanya, yeah. The weakening of our influence over Judea was inevitable. Weakening. Kama ingekuwa haina hiyo influence ya Warumi katika Judea, ingekuwa haina nguvu. Ingekuwa haina nguvu na haigezuilika, especially when he had taken for himself disciples to instruct. Kwanza ambapo alichukua wanafunzi kuwaelekeza. Si tunajua alikuwa na wanafunzi wangapi? Walianza wakiwa 72. Sasa kama wewe ni governor wa hii Nakuru, usikie kuna mtu anazunguka hivi na akona watu wanamfuata. Sasa unaona hiyo ika raise concern. Acha tuendelee. When he and who were attached to him. Kamida ilikuwa mtandaoni. Anasema na wale ambao walihusiana na yeye. Upon this I appointed some men to carefully examine secretly. Na kwa sababu ya hilo nikachagua watu ili wamchunguze kisiri all the circumstances of this young man, mambo yote yanahusiana na huyo mtu, and the nature of his teachings, na mafunzo yake yanahusu nini. It was ascertained for me that with all honor and reputation, kwa heshima na taadhima ikawa hivi kwangu, he was poor and blameless. Alikuwa maskini na hana la kushukiwa. Masikia si tukienda kwa Isaya 53 sinasema alikuwa mtu mwenye si hakuwa na kitu mpaka hakuwa na mahali kwa kulala. Si tunakubaliana na hiyo basi hiyo maandiko, that he never interfered in politics, hata hakuhusiana lolote na siasa, and that his attractive teachings were not directed against us or our policy. Na mafunzo yake ya kuvutia hayakuwa yanapinga siasa zetu. Haikuwa inafanya hivi. Then but they were in keeping with the interest of Roman government more than with the Jewish aristocracy. Kwamba hawa hata walikuwa wana heshimu na kutii sana serikali ya Warumi kuliko hata wengine. And their chief priest and learned men. Na wakuu chief priest ni makuhani, and their learning men. Nikisummarize hiyo inasema wakati alituma hao wenye walienda kumchunguza,
walinoti ya kwamba mambo na siasa hayuko hapo. Hata yenye alikuwa anafanya ni kama ilikuwa ina support nini? Ilikuwa ina support Warumi. Ndio. The reason yenye alisema hivyo, inasema iko hivi. Once as I was passing through the city square, I saw a crowd assembled near a tree, listening to the man speaking. Sijafuata. Anasema once I was passing through the city square, I saw a crowd assembled near a tree. Wakati nilikuwa napita mtaani, niliona watu wamekusanyika chini ya mti. Listening to a man speaking, wakimsikiza mtu anayeongea. And upon asking the meaning was told that Yeshua of Nazareth was teaching. Na kuuliza, niliambiwa kwamba Yeshua wa Nazareth ndiye anayefunza. Sasa ukiendelea sasa kusoma hiyo, utasikia kwamba Pilato hakuwa anaelewa nini Kiyahudi. Sasa alipokuwa akipita akaona kama mkutano fulani